Kwa tarehe 10 ndio hii imefika, na kesho panapo majaliwa basi kutakuwa na sehemu ya kwanza mazungumzo katika kutafuta suluhisho la vita vinavyoendelea kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran. Mambo kadhaa ya kujua ni haya. Kwanza, kuangalia na timu zenye zinazohusika. Wanasema kwa nchi ya Marekani anayeongoza ni JD Vance. Uwezekano ni kwamba atakuwa pia na mwakilishi Steve Witkoff pamoja na Jared Kushner. Kwa upande wa Iran mpaka hivi sasa anayetegemea kuongoza ni spika ambaye ni Mohammad Ghalibaf pamoja na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi. Hii itakuwa ni kwa mara ya kwanza ya kuona kuna mazungumzo ya moja kwa moja ya watu wa ngazi za juu kati ya nchi hizi mbili tangu mwaka 1979. Framework itafanyika dhidi ya mipango ama zile point 10, plan ya point 10 ambazo zimeletwa na Iran, ambazo pia Trump asema kwamba hizo ziko workable, licha ya kwamba hizo pia zinapingana na vile vipengele 15 ambavyo Marekani walikuwa wameviweka. Utata umeanza mpaka tunavyozungumza. Tayari kuna maonyo kadhaa ambayo yameshatokea. La kwanza ni kuhusiana na JD Vance ambaye sasa hivi yuko njiani kuelekea Pakistan, lakini ameshatoa onyo kwamba iwapo Iran wataanza kutekeleza kile ambacho wamekubaliana nacho, basi kutoka kuna madhara makubwa sana. Rais Donald Trump na amesema kwamba wasifanye hivyo. Iran wamesema kwamba ile ni proposal, makubaliano bado hayajafikiwa, na amesema kwamba wanategemea kwamba wataendelea kuzungumza kuhusiana na mambo hayo. Tayari Ghalibaf amesema kwamba Marekani imevunja mkataba na Israel imeendelea kushambulia Lebanon, ikiwa ni sehemu ya vipengele 10 ambavyo ameweka pale ili visifanyike katika eneo hilo. Lakini Marekani nao amesema kwamba kwa nini Iran anaendelea kushikilia Strait of Hormuz, ambayo Iran amesema kwamba wanafanya hivyo baada ya Israel kushambulia Lebanon, na katika vipengele 10 hilo pia alikuwepo. Pakistan ndiye ambaye anaonekana kuwa msuluhishi, ndiye atakayekuwa msuluhishi. Kwa nini? Kwa sababu kwanza hana mahusiano ya moja kwa moja na Israel. Kwa Iran ana mahusiano na Pakistan, lakini pia Marekani ana mahusiano kiasi na Pakistan, na pia Pakistan ni sehemu ya bodi ya amani ya Rais Donald Trump. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba wanaamini kwamba ni neutral area, kwa sababu kabla hapo walikuwa ni nchi kama Qatar na nchi nyingine Oman, lakini tayari wamekwisha kushambuliwa na Iran, kwa sababu tayari wameonekana kwamba wana maslahi na Marekani. Kwa hiyo ndio maana pengine inawezekana hata JD Vance ameitwa kuwa kiongozi badala ya Witkoff na Jared Kushner, kwa sababu hawa pia wanahusishwa na Israel katika masuala ya kiimani na mambo mengine. Kesho tutaanza kuangalia nini kitatokea, lakini nahisi kutoka kuna mvutano mkubwa sana. Kama mjadala utakuwepo utaleta marekebisho, basi itakuwa ni tumaini kubwa kwa dunia ya sasa.